Hello everyone, this is Kisokoja katika Kisiwa cha Sheria Platform. Leo tunataka tuzungumzie jinsi ya kuandikisha shamba yako iwe inakufeva wakati utakapofariki ama inafeva watu wako wa karibu unapofariki. Kuna ownership mbili, kuna common ownership na joint ownership. Common ownership ni kwamba wewe katika hii title deed uko na shares zako na mwenzako ama na mtu mwingine, mfano kama sio spouse wako, kwa hiyo pengine ni marafiki, ni business partners. Hakikisha shamba iko co-owned, ile title deed imeandikwa undivided equal shares. So iwapo biashara inaendelea alafu mfano mauti yamekufika, so that means ile share yako kama ni 50%, ni 60%, ni 70% itaenda moja kwa moja kwa warithi wako. Lakini on that scenario, ukiacha tu hiyo title deed yaandikwe tu jina lako 1 and 2 bila kuwa specified kwamba it is common ownership, hiyo shamba itageuka itakuwa joint ownership. Joint ownership kama ni wewe na mkeo ama wewe na mwanao haina shida, kwa sababu joint ownership kuna kitu kinaitwa jus accrescenti, the right of survivorship. Atakaye kufa basi atakaye kuwa hai yeye atakuwa anachukua share ya aliyekufa. Kuwa makini sana kama ni kwa family issues like married couple and unataka ukifariki ende kwa mkeo bila kuwa na need ya yeye kuenda kotini kurithi. Kwa hiyo ataenda tu na death certificate, ata apply kwa land registrar, jina la marehemu aidha bwanake kama alifariki ni bibi, kama ama jina la bibi kama alifariki ni bwana, litatolewa pale kwenye title. Kwa hiyo it is very important kujua hizi tofauti, kwa sababu watu wengi wanajipata wanazunguka kwamba hawa ni mandugu wote wameandikwa kwenye title deed 1 2 3. Mmoja akifariki hiyo shamba inaenda kwa ndugu. Kama ni A and B, amefariki B, shamba inafaa iende automatically kwa B. Kwa hiyo wale warithi watakaa bila kurithi, kwa sababu the right of survivorship itakuwa imekey in. So wakati unafanywa registration of land au unanunua na ni mandugu na unataka kuown shamba yako separate, make sure imeandikwa you own it in equal or ama unequal undivided shares. Tukutane katika segment nyingine, ndugu msikilizaji. Asante sana.